Ikifika point Watanzania wanazoa damu za Watanzania wenzao, ni point of no return. Ikifika point Mtanzania anajibishana na polisi ambaye tulikuwa tukimuona kule tunamkimbia, leo hii tunajibishana nao. Mulilo, this is point no return. Mulilo, hatutorudi nyuma. Kitu kitakachotufanya leo hii tukae sawa ni huyo mama kutoka kwenye hicho kiti. Muuaji hatumtaki, hayupo hapo kikatiba. Hivi vini macho mnavyovitengeneza ni kwa faida ya nani? Mulilo, leo naomba niongee na wewe Mulilo. Mulilo, umekuwa mshenzi wa tabia wewe baba. Chalamila, unaonekana kabisa dhamira yako na unachovifanya ni vitu tofauti. Umeokoka wewe, unamjua Mungu. Unafanya ushenzi ukijua kabisa huu ninaofanya ni ushenzi, lakini unaendelea kuufanya. Chalamila, sikiliza nikwambie, unapoongea na sisi usiongee na sisi kama watoto wako uliowazaa. Huo uhuni na upumbavu na uongo na upanga usituletee sisi wa Tanzania. Tafuteni sisi alipo mtake kumuua, it's fine, lakini hamwezi mkaua fikra zangu mimi ambazo tayari kuna Watanzania wanazo. Mnapanga uongo wenu, mnakuja kuongea kibabe. Leo hii unakaa unabishana na Kitima. Kosa la Kitima ni nini? Kusema ukweli. Je, hamjaua ndugu zetu na kuenda kuwazika kwenye kaburi la Light? Kitima uongo wake ni upi? Ni kusema ukweli kwamba mlienda mkawachukua majeruhi mkawazika, kwamba mlikataa wasitibiwe. Huo ni uongo. Yaani nyinyi mnashughulika na mtu ambaye anapinga utekaji na mauaji leo. Kuna kesho ndugu zangu, kuna Mungu. Kuna Mungu, Mulilo, kuna Mungu wewe baba. Umekuwa ni mtu wa mbaya sana. Mulilo, kama ujui, asilimia kubwa wewe ndio umeiua hii nchi. Ulikuwa na uwezo wa kukataa maelekezo ya kuua raia. Wewe ndio ulikuwa una uwezo, kwa sababu wewe silaha zilikuwa kwenye mikono yako. Silaha zinaingia kutoka nchi za nje, zinaingia mnazipitisha. Wewe na mkuu wa usalama, nyinyi ni watu washenzi, hamfai kwenye hili taifa. Mkapinga kwamba silaha hazipo na ukasimama ukakana. Mwisho wa siku ndio silaha zikuja zikawaua Watanzania. Lakini still unasema ni AI. Hivi mzee, elimu yako wewe ni darasa ngapi wewe kwanza? Kwa sababu vitu unavyovifanya ni vitu vya kishenzi sana. Mulilo, unatutengenezea usugu wewe baba, wewe unatuharibu. Na mwisho wa siku hao wanaowatengenezea usugu na kuharibu leo ndo watakuja kuharibu kizazi chako hicho. Kwa sababu unawatengenezea ujasiri ambao haukuwepo awali. Mbona tuliishi vizuri na askari mitaani? Mbona tulipendana vizuri tu? Mbona nilikuwa nina shida yangu naenda nakimbilia polisi nisaidiwe ya kiusalama? Lakini leo hii ndo mnaua watoto wa watu, mnawapa kesi za ajabu. Mulilo, utalipa. Sisi sio wajinga tena. Sisi sio watoto wako sisi Mulilo. Hizo fujo mnazozianzisha na jeshi la polisi na mmeshajipanga, mmepanga silaha kwa ajili ya kuumiza watu, mje mseme ni raia. Sisi hizo janja zenu tunazijua. Hizo janja zenu za kusema kwamba raia wamejipanga kutumia silaha. Nyie mna intelligence gani nyie? Niwaulize kwanza. Mngekuwa mna intelligence mngejua, wasiojulikana mngewajua, nchi inadhalilika. Mmekuwa na kauli mbili za kipuuzi tu, watu wametoka nchi jirani wameingia. Ninyi mngekuwa mna intelligence kweli, waliomuua Lissu mngeshawajua. Kama mna intelligence kweli, ina maana nyinyi ndio wauaji namba 1 na mnajijua. Na ndio maana mnajiita wasiojulikana. Endeleeni kujiita wasiojulikana, lakini Mungu anawajua. Mungu anawajua. Hamjulikani kwetu sisi wa Tanzania kwa sababu ni wanyonge, na tunajua kwamba nyinyi ndio mnaua na mwisho wa siku mnakataa. Sisi ni wanyonge sisi wa Tanzania. Lakini nataka niwaambie hivi, mwisho umefika. Mlindeni kwa dola huyo mama, mlindeni kwa damu za watu. Mwisho wa siku Tanzania imemkataa na Mungu amemkataa. Tanganyika hatumtaki na Mungu pia amemkataa. Hilo lazima mlijue. Mulilo, salamu zikufikie. Sisi sio waoga tena. Sisi sio wapumbavu tena. Tumeamka, sio enzi za mababu zetu. Kwa hiyo upuuzi wako unaoita vyombo vya habari na kuongea, jua kabisa sisi tunajua kila kitu. Mnakaa mnapanga upuuzi tu. Mnakaa mnapanga namna ya kutuumiza tu. Tumeshachoka, mioyo yetu imeshajeruhiwa. Hapa tunavyoongea mmetuoteshea sugu.